Atiriri. Turio haha reke twambe tugwete giki ni muthemba u. Yani ni red coach. Variety ya red coach. Variety ya red coach. Na imekuwa ikifanya aje na huku ni kulingana vile naiona. Ni mzuri sana. Yes. Haikui kubwa sana. Hii sio kubwa. Kuna varieties zingine zinakuwa kubwa zaidi ya hii. Zaidi ya hii. Zaidi ya hii. Kama nyingine tunaita njaba. Njaba. Yes. Inaweza kuwa zaidi ya hii lakini iko na tushinda yake. Okay. Kila variety iko na tushinda yake. Hebu tueleze hizi challenges ambazo ziko. Ni challenges kama zipi? Wacha tuweke hizi hapa. Challenges ile mingi ni market. Unajua market kunakuwa na peak season na off season. Peak season yetu ni mwezi wa April na May. Hiyo ingine yote ile mingi ni off season. What causes the off season ya kitunguu? Ni high production. Pande mingi sana za Kenya. Mbegu zimekuwa very much improved. Na zinaweza kufanya in almost all the climates. Hebu tueleze Bwana Meshek, kwa nini ulichagua hii variety ukaamua hii ndio nitakuja kulima huko? Nilichukua hii kwa sababu ni improved variety. Na tulikuwa tumefanya contract na Twiga Foods. Twiga Foods walikuwa wanataka 80% iwe medium, 20% iwe kubwa. So nao nilikuwa najua hii itamit the standards za Twiga Foods. Secondly, kama utaki hiyo kubwa namna hii unaweza kuifinyanisha. Unaweza kusqueeze, yani spacing iwe kidogo. So spacing ikiwa kidogo haitakuwa kubwa namna hii, itakuwa slightly dogo. And thirdly, unaweza kukataa kuifindi sana. Ukikataa kuifindi sana haitakuwa kubwa, itakuwa tu medium. Kwa per unit area, hii variety ndio inaweza kutoa kitunguu mingi sana. Soko inakuwa nzuri mwezi wa April na May. Hata mimi naweza kufika na saa hii it is low, iko chini. Kutoka sasa mwezi wa August to September itakuwa very low, inaweza kwenda hata 10 shillings per kilo. Unaweza tukadiria ukulima wako ama production tunaweza tumia pesa ngapi kwa ekari moja? Production inategemea na vile utatunza. Ukitunza vizuri utatoa mingi, ukikataa kutunza vizuri utatoa mingi. Lakini minimum kwa the type of kwa hii njia tunatumia ya irrigation unaweza kutoa 20 tons per acre if it's nicely done. Na unaweza kutoa hata tani moja. Hebu tulinganishe hizi ukulima wa basin na ukulima wa kuweza kutumia drip irrigation. Basin na drip is a whole difference. With the drip irrigation unaweza kutoa even that 5 tons. Hii maximum ni 20. So there is a difference of 15 tons. That is 15,000 kilos. Yes, secondly, ile is labor haina kazi mingi. Hii ni labor intensive. Lazima iwe kuna watu watakuwa hapa, anaweka maji kila siku, anachunga hii drainage isiharibike so that maji ikae hapo. So this is labor intensive, hiyo ni less labor intensive. Pest na diseases ambazo zina affect kitunguu wakati inakuwa, maybe ziko the same ama ziko tofauti? Pest and diseases are the same. Lakini kwa drips unaweza kufeed nutrients through the drip system. Unaweza kukoroga uweke kwa maji alafu iende directly kwa plant. Hii nayo wesi. Lakini kupiga ndawa ya fungicide ama insecticide lazima upige the same. Tukilinganisha huo ukulima wa basin na wa drip, ni gani tunaweza sema kwamba ni mingi sana kushinda zingine? Unastahili kama umepanda kitunguu, the first week uweke fertilizer. Sana sana tunaanzia na DAP. Ikifika mwezi moja unaweka CAN. Katikati unapiga tuseme foliar fins na alafu hii chemical zingine. Bila utaitunza hali ndio utavuna hali. But mostly it takes between 3 months and 3.5 months. Kitunguu kwanza unaangalia uone kama imenek. Kunek ni kufunga hapa. Ifunge hapa kwanza. Ikifunga hapa sasa inalala kwa shamba. Alafu naiweka kwa molding hivyo. So watu watakuja wakate, waacha kama 2 centimeters kutoka kwa kitunguu yenyewe. Shelf life ya kitunguu iko kwa store inaweza kuchukua hata miezi 6. Depending kama kitunguu ilikuwa imekauka vizuri na haijashika maji kwa shamba. Lakini wakati unaweka kwa store for that long ina lose weight. Itaenda ikilose weight kwa sababu hii kitu itakuwa ina peel. Unajua sasa inakauka ina peel, nyingine inakauka ina peel over a long time of kwa muda mrefu utakuta hii ime lose weight. Kunao wanunuzi ambao unaweza sema ya kwamba mko na agreement, mkishamaliza kukuza kitunguu yako ni wao utauzia? Mbele nilikuwa nafanya na Twiga Foods. Twiga Foods tulikuwa nafanya nao, lakini contract ilikuwa nayo ikaisha. Wakati mlikuwa na mkataba ambao mlikuwa mmeshaandikiana na watu wa Twiga, ikifika ni malipo mtalipishana kwa njia ipi?
tulikuwa tunalipishana hivi, wanakuja wanachukua kitunguu, wanakuja na kilisao, wanaweka kitunguu, wanawe, waniwachia receipt. Alafu sasa wakiniwachia receipt, wanaweka pesa yangu kwa account yangu ya Equity. Okay. So walikuwa wanalipa through Equity Bank after 48 hours. Kupitia wao kulipa kupitia mtambo wa Equity, najua limiti yako imeweza kukua. Hebu tueleze kupitia hiyo limiti yako umeweza kujikuza. Unajua sasa kuna ile kiwango sama tuseme nilikuwa nachukua kwa Equity. Pesa wao anakata kulingana na ile pesa naweka kwa account yangu. So pesa ikiingilia kwa account yangu through the Equity, wanakata pesa yao huko. So walikuwa nalipa tu through Equity Bank. Uliwezaje kuachieve kuingia ndani ya hiyo ukulima wa drip lines, kwa sababu najua it might have been expensive? Equity walikuwa wanakuja wananiangalia bila nalima, wakaniuliza challenges zile niko nazo, na challenges ile ilikuwa kubwa sana ni ya maji. Yeah. So ndio tulidiscuss, wakaniambia kuna alternative ya basin wanaweza kunifund, alafu nianze kufanya na drip irrigation. Kaenda tukazungumza na management ya Equity, wakanipatia hiyo pesa. Hatiri undu takaje ndenda twambe tuikirie no tugicokeria no twende kumenya uhoro wigi thoko ya gitunguru giki na maundu mangi maingi megie gitunguru giki kia ngwaci. Tukahutia mutambo ucio thutha wa kahinda hatari kuraihu tugukorwo tugicoka.